Mchizi anaitwa Timi. Kuna mdada wa kitajiri anampenda ile kinoma noma, alafu yeye ni maskini sana. Ikabidi siku moja amvizie mrembo akiwa kwenye mazoezi yake ya kukimbia. Mara mrembo akawa anatoka getini, mchizi akamsimamisha. Mrembo akasimama amsikilize mwamba ana shida gani. Mchizi akamsalimia, hai mrembo, akauchubua, akamuuliza wewe nani? Mchizi akajitambulisha, jina langu naitwa Timi. Mrembo akamuuliza tena, wewe nani? Mchizi akasema, nia yangu ya kusimamisha, nahitaji tuwe marafiki. Mrembo akamuuliza tena, unataka nini? Mchizi akajibu, nahitaji tuwe marafiki. Mrembo akamuuliza kama mara 3 hivi kwa dharau, kama hajamsikia. Jamaa akaona isiwe kesi, ikabidi afunguke tu kwamba anampenda sana, anatamani awe mke wake, na maneno kibaya kumshawishi mrembo. Mrembo akamuuliza, hivi umechanganyikiwa wewe kaka? Hivi umejiangalia juu mpaka chini? Hebu angalia miguuni kwako, aina gani ya viatu ulivyovaa vinaonekana kama kuna mtu kakutapikia. Hivi na matatizo gani wewe kaka? Kwa hiyo umeona mimi ni level yako Jamaa anasema mapenzi hayachagui, yanatua popote, hivyo naomba unikubalie ombi langu. Mrembo anamwambia utakuwa umechanganyikiwa. Mchizi anasema yeye ni mpambanaji. Mrembo anamuuliza kwa nini usingepambana kabla ya kuja kunitongoza. Kifupi mchizi kakataliwa. Mchizi akarudi nyumbani na kukutana na dada yake. Dada yake anamsifia shati alilovaa. Mchizi anamwambia dada yake aachane na shati, maana leo kuna mtu kamzalilisha kweli kweli, sijawahi kuzalilishwa kama hivi tangu dunia imeumbwa. Dada anauliza kimetokea nini bro? Jamaa anamwambia si unakumbuka nienda kwa Uncle Patrick akanipa shati ili nimvutie yule dada ninakwambia nampenda. Sasa leo kanichamba, kaniharibia siku kabisa, lakini siwezi kuchoka mpaka nimpate na nimuoe. Siku inayofuata mchizi akanunua ua na ujumbe wa mapenzi na kuweka juu ya gari ya mrembo. Mrembo baada ya kulichukua ua akalinusa na kusoma ujumbe ulioandikwa, kisha akaangalia huku na huku ili aone kama atamuona aliyemletea ua. Akaona hakuna mtu, akaliweka chini ya tairi na kulikanyaga. Mchizi akaumia sana kuona zawadi yake haijapokelewa. Timi akarudi paka kwa anko wake na kumueleza story nzima. Anko wake akacheka sana, ila akamwahidi kumpatia funguo ya gari, nyumba, iPhone na nguo, maana ameipenda story yake. Anatamani aone mwisho wake itakuwaje, maana anajua hata akimpata mrembo akigundua atamwacha. Kesho yake mchizi akamvizia mrembo anatoka supermarket, na yeye akashuka kwenye gari aina V8 na kujifanya kama hajamuona mrembo, yuko busy na simu. Nimekutumia milioni 60 moja kwa moja kwenye akaunti yako. Wakati huo mrembo akamuona mchizi na kumkumbuka. Badala kuingia kwenye gari yake, ikabidi amfuate mchizi na kumsubiri amaweze kuongea na simu. Kisha mrembo akamsalimia, hi my name is Rita by the way. Jamaa akajitambulisha anaitwa Timi. Mrembo akaomba msamaha na kujifanya siku ile alikuwa amechanganyikiwa na mambo mengi. Baada ya mazungumzo kadhaa, mrembo akampatia mshikaji namba ya simu na kuomba apate siku ya date. Mchizi akamuuliza lini ungependa tukutane. Mrembo akamjibu kesho. Mchizi akamwambia kesho nina safari ya Spain, hivyo nikirudi tu nitakutafuta. Jamaa akamuagi kwa mara ya kwanza na kila mtu kupanda kwenye ndinga yake na kusepa. Mchizi akarudi kwa dada yake na kumhadithia story nzima ilivyokuwa. Siku ikapita, akajifanya ametoka Spain, wakaongea mambo kibao na mrembo akadata na mchizi kila wakati anamwaza Timi. Siku inayofuata mchizi akamkaribisha kwenye nyumba ya anko wake na kujifanya nyumba yake. Mchizi kwa mara ya kwanza akapata mizagamoo ya mtoto mkali mwenye shepu yake. Watoto 5 wanasema ana big nyashi. Kisha mchizi akarudi kwake na kumkuta dada yake akimsubiri na kumuuliza mpango wako ni nini sasa. Mchizi akamuuliza dada yake ana maana gani. Dada yake akamwambia kitendo cha kuchukua gari ya anko wako, nyumba, kujifanya tajiri sio mpango mzuri, maana unapoteza pesa nyingi na unaingia kwenye madeni yasiyokuwa na kichwa wala miguu. Ni bora urudi kutafuta kazi, uenda ukapata maisha unayotaka kuishi na mpenzi wako. Kumbuka umegraduate na una daraja la kwanza. Mchizi ana mind, anasema amechoka kutafuta kazi, mambo ni yale yale, anaomba mwache, yeye ndio anajua anachokifanya. Siku inayofuata mchizi akaletwa na mrembo kwenye nyumba anayoishi. Mchizi akaitazama akamwambia kwa dharau, hii nyumba kwa nje inaonekana kubwa ila ndani ni ndogo. Kisha akamwambia mrembo, nyumba kama hii nimewanunulia wazazi wangu kijijini. Mrembo akamwambia mchizi, baby, si ulisema wazazi wako wameshafariki? Mchizi ikabidi azuge kwamba aliwanunulia kabla hajafariki, alitaka waishi maisha mazuri. Kisha mchizi akajifanya anauliza saa ngapi sasa hivi, huku akinyanyua mkono wake ili mdada apagawe na saa aliyovaa ya dhahabu. Mrembo akasurprise ile saa na kumwambia inaonekana expensive sana. Mchizi akamwambia sio sana, kama milioni kadhaa hivi. Kisha mrembo naye akamwonyesha saa yake. Jamaa akasema nzuri, lakini hii nilienda Dubai nikakuta watoto wanaigombania. Kisha mrembo akamwambia
ameletewa nguo na rafiki yake, anaomba azijaribu mbele yake huku akipeana mabusu Mrembo akatoka chumbani na gauni fupi limempendeza ile kinoma noma. Anamwambia nafikiri mpenzi utalipenda. Mchizi akaliangalia kisha akamwambia zuri, sema fupi sana, huwezi kuvaa hivyo utaharibu ngozi yako. Nadhani unakumbuka nimekutumia $500 kwa ajili ya mafuta ya ngozi. Mrembo akarudi ndani akatoka na gauni lingine refu limemchora shape ile mbaya. Akamuuliza baby, hii je? Akaitazama akamwambia so level yako ni classless. Cheki rangi yake imejaa giza, sijapenda ila nitailipia tu. Ujue mara ya kwanza na kuona ulikuwa umevaa gauni ya classic. Kisha mchizi akamuuliza kiasi gani hizo nguo. Mrembo akamjibu $800 tu baby. Mchizi akaduaa akamwambia atailipa. Akarudi nyumbani na kujilaumu kwamba huyu msichana atakuja kumuua. Nguo 2 $800. Siku inayofuata mrembo akawa mjengoni kwa mchizi, yani nyumba ya anko wake Patrick. Mchizi simu nyingi na kujifanya hela wamemcheleweshea, mara kuna mizigo bandarini wanamzingua, na kinachomchanganya zaidi anko wake amefariki na hajaacha mtoto, na watu waliokuwa wanawategemea ni yeye na kazeni wake, na ametuachia utajiri wake wote. Tatizo linalomchanganya anatakiwa aoe ili aweze kumiliki mali zote zile. Mrembo akamwambia hiyo sio shida, mimi nipo na huo si ndio ulikuwa mpango wetu, sitaki uwe na huzuni juu ya hilo, kozi nakupenda. Mchizi akamuuliza kweli baby? Mrembo akajibu ndio. Mchizi akarudi kwa dada yake na kumwambia mpango umekamilika. Mrembo akakubali kuolewa. Dada yake anamuuliza kivipi? Mchizi anamjibu mchezo nishaumaliza, nitamuoa na atakuja tutaishi naye humu ndani. Dada yake akasema hawezi kukubali kuishi hapa, hiyo umemleta kunitambulisha, kakataa kukaa hata kwenye kochi. Mchizi akamwambia dada yake akikataa kuishi hapa mpango wangu utakuwa umekamilika, hivyo atanichukua na nitaishi naye kwenye nyumba yake. Mchizi akafanikiwa kufunga ndoa na mrembo Rita. Wakati wako njiani mrembo Rita anamuuliza mume wake, mbona tunapita njia sio ya nyumbani kwenu? Mchizi anajibu nimeamua kubadilisha njia, tutamwacha sister kisha tunaenda kwetu. Baada ya kufika kwa dada yake anamwambia karibu nyumbani, huu ndio uhalisia. Mrembo anamuuliza Timi, mbona simuelewi dada yako? Mchizi akabidi afunguke kwamba alikuwa anamdanganya, gari, nyumba, simu vyote si vya kwake, amefanya hivyo lengo awe na yeye, na huo ndio uhalisia. Mrembo anamwambia mpenzi, msiniletee utani, nimechoka, nahitaji kupumzika, kama ulivyosema tutakwenda Paris Ufaransa na tutaenda kufanya massage. Mchizi anamsisitiza huu ndio uhalisia, massage utafanyia hapa. Mrembo anachanganyikiwa, anavua pete na kuondoka, huku mchizi akimfuata nyuma. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza ya movie letu hii la limao na ndimu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Fix. Ukitaka movie zima nimekuwekea link hapo chini, au tembelea account ya YouTube ya Uchenna Mbonabo kutoka nchini Nigeria.